Kwa hivyo ni vizuri kusikiliza mama akisema hizo vitu ndizo nyumba. Nikakuta mzee wa miaka 79. Ako na nywele nyeupe na hata kutembea anashindwa, lakini mke wake ni 66 hivi, 67. Alafu akaniambia na nihoragwo na tadikwa na mama. Tukakula, alafu nikamwambia mama, nikuone dakika moja. Mzee ni umuhuraga. Unatadikanga mzee wewe? Mama akaniambia mzee ni mgonjwa. Haujaambiwa ugonjwa yake? Ako na ile ugonjwa ya kichwa. Mtu anaonanga kama anapigwa na hapi. Nikamwambia mimi ni pastor, ukinidanganya utapata problems in your future. Akaniambia pastor, wacha niseme ninamtadikanga, lakini si sana. Tuhikagia tumia nini gutokira nego kinyaga hede ugakura na wenda kurite. Akaririkana uria wothe wa mwekire, akauga mufira no wagarurukanwo half time, riu ucoke mwena uria nake mwena uyu. Kuri athuri marona thina muno ha na nigutandikana matandikanite tene. Tafuta jina nzuri ya kuita huyu mke wako mpaka anajisikia. Kadhalika ninyi wanaume, kaeni na wake zenu kwa akili. Gereka guikara mutumia kuna akili nego kuhitana. Mundu da guthikiriria dada wegeke aria. Na wewe usiongee sana. Wewe mwambiage haya. Neguo ndoa yako itakuwa mzuri. Lakini ukijifanya mjuaji kwa nyumba, mtakosana na mama. Maana mama ndiye amepewa kwa kichwa yake sehemu ya kuongea ni kubwa sana kuliko yako. Kwa hivyo usikubali mubishane. Muonyeshe akiongea ni mwanamke mzima. Unajua kuna mtu ninaona akiongeleshwa na mkewe anamwangalia kama mtoto. Alia. Anamwangalia na macho inakaa ni mtoto anaongea. Kwa hivyo sifai kusikiliza. Ama akiongea kidogo unamwambia usiongee tena, nimejua kila kitu ulikuwa unataka. Please nikusikiliza. Mtumia amenyaga niende tu ni matu. Ukimpatia masikio, anajua kweli bwana yangu ananipenda. Masikio, ningependa niseme Biblia inasema kwa Kiingereza, enyi waume kaeni na wake zenu kwa knowledge. Usikilize sana mashauri kama haya ndio ujue kukaa na madam. Mwanamke alitengenezwa akiwa more complicated than us. Kwa sababu sisi tukiumbwa, Biblia inasema wakati Mungu aliumba mwanaume alipumzika. Kwa hivyo nikusema already alikuwa ameshoka na hiyo kazi. Biblia inasema akapumzika. Lakini wakati aliumba mwanamke hakupumzika. Alikuwa fresh. Kwa hivyo aliumba mwanamke akamtengeneza, na njia ile alimtengeneza naye Biblia inasema ndio uelewe utumia nini? Akili. Kwa hivyo ukikaa na mwanamke hivi uwe mjinga kidogo, ata take over na mambo itaharibika. Kwa hivyo unakaa na mke wako kwa akili na unampa mke heshima. Hiyo ndio imekosekana kwa watu wengi. They don't respect their wives. Mtu unaona anadharau mkewe, anamwambia wewe una akili. Sunday. Utashangaa sana. Wewe unajitayarisha na 15 minutes. Mama anajitayarisha na 30 to 40 51 hours. Na kuna wengine wanajitayarisha na 2 hours. Na wewe unaanza kuongea. Hapana, ongea, tumia akili. Madam lazima awe tayari. Na anaweza kutoka, muambiane mtoke muende kwa kanisa, akuambie hii nguo nimeona kama si mzuri. Arudi tena, unamwambia leo hii nguo kwani ulikuwa unatoa Nakuru? Wewe tumia akili. Washa mama atafute tena, aipige pasi, tena na tena anaweza kutoka na ya pili, akuambie nedumuku arudi tena. So kuwa na akili. Ni mama unamuonyesha she is an adult, si bebe. Akiongea unamwambia hiyo ni point. Hiyo mambo umeongea ni muhimu sana. Ni wadeithia muno mutumia wakwa. Mutumia ucio ndari hindi akarwara. No mutumia kwali ukamwira riu ri. Ukwenda kanua gakau waku ukirie. Huyo mtumwa mwanamke atagojeka tumbo. Mtaanza kwenda kwa hospitali. Na mimi nimekaa na mke miaka 30 na kitu. Kwa hivyo ninajua vile ninasema. Na hata ukiuliza huyo mzee amekaa karibu na wewe, ungeaga kuthikiriria mutumia wega, mucina wagia mwaki. Era kuthikiriria wega. Unamsikiliza vizuri mpaka unashika point. Na kuna wakati mama
anakuambia habari ya jirani. Mundu tuliganetie. Ndirona muthuri tatarutaga wira. Nawe ukamwambia we nie ndeto cia neighbors please. Kuwa na mke ni kusikiliza mama anaona hatari pande gani. Na kukibiwa mahali wanawake ndio huwa wa kwanza kusema ndiramenya no wiyete ni andu a nyumba yake ndio wameiba. Kwa hivyo ni vizuri kusikiliza mama akisema hizo vitu ndizo nyumba. Niguo mucie. Ona regia kwira ndio nataka nakau gake likatahana ine nao. Ugathikiriria. Gatihana ine na muthe. Ya kwa hivyo usikilize mama. Biblia inasema apewe heshima mwanamke kama shombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja ya neema ya uzima, kusudi kuomba kwako kusizuiliwe. Mtu akicheza na mkewe, itabidi mke wako akuombee, maana yeye anasikika lakini wewe hausikiki. Kwa hiyo mũndũrũme akishogodhana na mutumia wake, mũndũrũme ndaiguagwo nĩ Ngai rĩngĩ, no mutumia nĩ athiaga na mbere na kũiguo. Sasa ni makosa sana ukiombewa na mke, na ni makosa ya knowledge. Kwa hivyo ningependa nikuambie ya kwamba inapofika kwa mambo ya nyumba, mambo ya doa, tunatakikana tuwe na akili. Akili ni kujua mwanamke anataka upendo wa mdomo wa kuongea. Mwanamke anapenda akisikia unaongea, anasikia ni laugh, anasikia. Na ushughulike na mambo yake. Usikubali ajitengeneze mwili hiyo. Biblia inasema mwanaume ni kazi yake kutengeneza mwili wa mwanamke wake. Kwa hiyo ongereka mutumia ethondeke njuĩrĩ, egũrĩre nguo, ehe irio, gũtuĩka mũndũrũme ũngĩ. Mũtingĩiguana nyumba. So lazima mwambie madam, kazi ya wewe kutoka kichwa mpaka miguu ni yangu. Na sasa utajua nguo ina cost pesa ngapi ya wadada. Na ni nyingi. Niĩ nderirwo rĩa mbere ũrĩa cirauma ciaumaga 2,000 hĩndĩ ĩyo. Iwa 2,000 mũcara wako wothe wa mweri mũgima. Lakini nilinunua. Kwa hivyo kila mtu astande mke wake, amuelewe, ajue wakati hana furaha, ajue wakati anaongea, amuheshimu kama mtu mzima, asimudharau, ndakamwita mwana, ndakamwita ndari akili. Usiambie mke wako hana akili, utamharibu kishwa. Usiambie mke wako ya kwamba hafikiri, usimwambie kwamba ni ng'ombe. Watu wengi wameita wake zao ng'ombe. Utale wetete mtu wa ng'ombe ushoke umutige muciiri. Nila expect hali bila ng'ombe giruta muci. Hakuna kazi itafanya. Na ukiuliza wanawake wengi hapa wameshaitwa ng'ombe na maisha ikaendelea. Wakaitwa wazimu na jioni ikafika. Ya mwisho Biblia inasema God hates divorce. Na kwa hivyo usishokose mke wako ati mnaanza kutafuta divorce. Jua kupembeleza mama. Wanawake wa Kenya wananyamasianga mtu. Nilikuwa jana Eldoret nikihubiri. Nikauliza swali hilo. Kama haujawahi kunyamasiwa na mke wako, inua mkono. Na tulikuwa wahubiri wengi. Na tukagundua hata wahubiri wote wamenyamasiwa. Hata mimi zamani nilinyamasiwa na madam. Haongei kwa nyumba. So na wewe ukiona kama ananyamaza, unaketi chini unamwambia sina haraka sasa, nataka kusuluhisha kile kimefanya, sauti haitoki. Wa kwangu nilikaa chini nikawacha kwenda kuhubiri, tukaongea, maana nilikuwa nasikia akiwa kisha na naimba nyimbo, bedroom anaimba nyimbo, kila mahali anaimba nyimbo za sifa. Alafu nikasikia zime switch off. Nikafikiria ni kuchoka. Ndio niligundua si kuchoka. Ni mimi nimempeleka hivi. So nikaketi chini tukarekebisha. Nyimbo zikarudi. Na wewe uangalia sikunyamazie. Number 2, Biblia inasema I hate divorce and I hate violence. Hii kanisa umekuja, sisi tumeoa miaka nyingi. Hatujawahi kuslap wake zetu. Mtu anapiga mke wake ni akili amekataa kutumia. Mtu hapigangi bibi yake. Usitumie hiyo kagumi yako kutandika mke wako. Utumie hiyo kamkono yako kupapasa mke wako, si kutadi. Kutadika haisuluhishi mambo ya wanawake. Inafanya ujiwekee adui. Nilienda Mairo Inn nikakuta mzee wa miaka 79. Ako na nywele nyeupe na hata kutembea anashindwa.
lakini mke wake ni 66 hivi, 67. Sasa mzee nikakuja nikamwambia nimekuja kukuombea. Akaniambia umefanya vizuri. Alafu akaniambia na nihora huo. Natadikwa na mama. Akaniambia ninaambiwa nifue nguo. Ninaambia sasa, nikasema hii makosa. Mzee wa 79 kumwambia afue nguo ni nini hiyo sasa? Na tena kumtadika. Kaniambia kama jana nilitadikwa na mshipi. Nikangojea madam akakuja akatupatia mayai na vitu vingine. Tukakula, alafu nikamwambia mama nikuone dakika moja. Mzee ni umuhuraga. Unatadikanga mzee wewe. Mama akaniambia mzee ni mgonjwa. Haujaambiwa ugonjwa yake? Ako na ile ugonjwa ya kichwa. Mtu anaonanga kama anapigwa na hapi. Mimi kashangaa, nikamwambia mimi ni pastor, ukinidanganya utapata problems in your future. Ule ukisimama mbele ya Mungu utapata shida. Akaniambia pastor, wacha niseme ninamtadikanga, lakini si sana. Nikamwambia niambie ni nini hasa? Kwa nini unamtadika? Akaniambia tulioana yeye akiwa na miaka 35 na mimi nilikuwa 20s. Na alianza kunitadika wakati wazazi wangu waliniwacha nyumbani. Nidirikanaga hwaini ucio ahurira na kirai. Akaanza story. Akaniambia baadaye kuna siku alinitadika na mshipi. Akaniambia siku moja alinifunga mikono na mshipi. Na akanipiga na akaninyima chakula. Sasa pastor, na mimi ni wakati wangu. Nimemfanya hiyo yote alinifanya, nimebakisha tu moja ya kumfunga na mshipi na nimtoe nje anyeshewe, maana nilinyeshewa siku moja. Giona atumia ugethaka nao toto hikagia atumia nini gutukira nigukinyaga hindi ugakura na wenda kurite. Akaririkana uria wothe wamwikire, akauga mufira ni wagarurukanwo half time, riu ucoke mwena uria nake mwena uyu. Kuri athuri marona thina muno ha na nigutandika na matandikanite tene. Usipige huyu mwama. Hata ukiona jambo hili linafaa mama apigwe, mwambie hapana, mke wangu siwezi kukuguza. Kaa chini. Na hii mke wangu tumeoana zaidi ya miaka 30. Mimi sijawahi hata kupinchi yeye. Sijawahi kufanya hivyo, maana hiyo haisaidii mke, inaharibu. Na dukana kutha mutumia kofi. Ona ya nathutha. Hata vile ninasikia watu wengine wanapigana na hapa, kwa sababu wameokoka, mikono ni misafi. Wanapiga mama hivyo, hapana. Wewe kuwa mtu mzuri wa Mungu na uige sisi vile tunakaa hapa, hatupigi wake zetu. Bwana Yesu asifiwe.